Oburo biliuko bwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Oh sister, so last week tulikuwa kwa shule yako and we really shared with you a lot. Yet again another week we are at your school to get to know more about your school. Unajua mengi tulizungumza ilikuwa ndani ya shule tukiwa kwa ofisi. Sasa tungependa watu waweze kutazama na kujua kwa wingi. Mwantumuriria on Ndizi TV na kwa nivene ase weekend asomoroveri umuganoito ase twabeto kubatarira ase wiki ya kabira sto tukumurikira skuru ya St. Teresa's gekano gotoka ime county ya Nyamira twabeto kumurikira anemono une skuru eye yagachire na bodo twabeto kumanya ngaye birasi bire ngayense mo bakoragerera ere asagendo tugwata sentero mtandaito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo area ya YouTube tugwati wetira Ndizi TV News na wigo wetira asomtandaito www.ndizitv.net asenchira ere ejobo ikirano. Sister, this is your administration block. Yes, it's our administration block. And perhaps where do you have the teachers? The teachers are right in the staff room. All right. But I can see Mr. Alexander coming. And he will take you around the school and show you the places where the students learn, where we do computer, where we do home science, the laboratories, and all those kind of places. Yes. Thank you. It has been a pleasure, sister. Thank you so much. Let Mr. Alexander take us through. Thank you so much. Yes, kwa faida ya mtazamaji, tuambie majina yako nani? Majina ni Alexander Simeon. Nimekuwa mwalimu hapa kwa miaka 6. Niliingia hapa mwaka 2019. Na tumeona mabadiliko mengi tangu niingia hapa. Na tunatarajia kuwa na mabadiliko zaidi. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili na historia katika shule hii. Unaweza tutembeza shule yako pia tuweze kuitazama vile ambavyo mnavyoendelea? Sasa tunaanza anzia kwa chumba hiki. Tujue kwamba hiki chumba ambacho kimetengenezwa vizuri nini inaendelea hapa ndani. Hiki chumba ni cha masomo ya computer studies. Na tumekuwa na masomo haya kwa muda mrefu. Tangu niingia hapa tumekuwa pia na mabadiliko katika chumba hiki. Tumeweza kubadilisha tarakilishi na vile vile tuko na internet. Kwa hivyo wanafunzi wanaweza kupata masomo kwa njia ya kidijitali. Unapotazama najua sasa hizi zenu umezivalisha nguo. Kwa nini unavalisha nguo kompyuta? Hizi tunavalisha ili tuweze kupunguza vumbi ambayo inaweza kuathiri monitors. Ni kwa nini, tuambie jinsi ipi ambavyo shuleni mmeweza kuzingatia masomo kidijitali ama teknolojia? Pamoja na masomo darasani, huwa pia tunahusisha wanafunzi katika kuoji video ili kuweza kusaidia ama kuwawezesha kuelewa zaidi mambo ambayo wanafundishwa kwa njia ya kinadharia. Mama hiki ni kipatakilishi. Hiyo labda mtazamaji asiweze kusema kwamba hajaona kipatakilishi hapa ndani. Hii ni tarakilishi. Tarakilishi. Hapa ndani tuna kama tarakilishi 40. Kwa hivyo wanafunzi kama 40 wanaingia hapa na wanaweza kujifunza bila tatizo lolote. Na hii ni nini? Hii ni sehemu ambapo tunaweza kuweka matangazo. Kitambo ilikuwa inatumiwa kama notes board. Na vile vile tunafanya pia projection tukitumia ile projector. Tuna projector tuko nayo hapa. Tutakuwa tunatumia hii kwa ajili ya kufanya wanafunzi waweze kuona picha zikiwa kubwa na waweze kuelewa zaidi. Jinsi hilo unasema ndo projector.
Hii ni projector tuko nayo hapa. Kwa hivyo huwa tuna project masomo upande ule, wanafunzi wakiwa wameketi wakiangalia upande ule wanaweza kuona vizuri. Tufahamishe kwamba kompyuta katika shule yenu ni kila mwanafunzi anasoma ama ni somo ambalo labda linatainiwa katika mwisho wa mwaka ama kila kidato? Mnafunza vipi masomo ya kompyuta? Katika miaka iliyopita tumekuwa tukifanya somo hili kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili, lakini kuanzia mwaka huu tumeanza wanafunzi kufundisha wakati kidato cha 4 ambapo wanafanya mtihani wa kitaifa wa KCSE, na wakati huu tuna mwanafunzi mmoja ambaye pia tunatarajia kwamba atafanya vizuri katika somo hili. Tunaendelea pia kutembea shule yenu tujue kwamba ni vipi ambavyo mmejiandaa. Endelea kutembea upande huu. Tunapotoka upande huu tunaingia katika chumba cha masomo ya sayansi KIMU, ambayo ni home science kwa Kiingereza, ambapo wanafunzi wanapata mafunzo kuhusiana na upishi pamoja pia na ushonaji wa nguo. Tunapoangalia chumba ndicho hiki, zile ni zile cherehani ambazo zinasaidia kwa ajili ya wanafunzi kujifunza ushonaji. Hii imeanza CBC mapema ama ni masomo imekuwa tangu kitambo? Shule hii tangu ianzishwe tumekuwa na hapa tuonyeshe kwamba cherehani inafanya kazi kweli. Hii cherehani inafanya kazi vizuri. Hata leo wanafunzi wamekuwa wakifanya mazoezi hapa wanapojiandaa kwa mtihani. Hasa mwaka huu tuna wanafunzi zaidi ya 20 ambao wanafanya somo hili kama somo ambalo litakuwa miongoni mwa yale masomo yatakayofanywa mwaka huu katika mtihani wa kitaifa wa KCSE. Tutembeze bado kwa hii chumba chenu cha home science tujue kwamba kile ni nini. Upande ule tulikuwa na vile vyombo vinavyotumiwa kwa ajili ya mapishi, lakini wakati huu vimeweza kufungiwa kati ya hivi vyumba na sidhani kama tunaweza pata mwalimu wa kutufungulia, lakini tuna vile vyombo ambavyo vinasaidia kwa ajili ya upishi. Kwa hivyo sana kutoka hapa hawatoki tu wanajua masomo, pia wanajua kupika. Msichana muhimu sana. Wanafunzi wakitoka hapa tayari wanajua mapishi na vile vile kazi rahisi za nyumbani kama ushonaji, na hiyo pia inawasaidia wanapoingia katika vyuo vya kadri na vyuo vikuu. Na upande huu ni nini kwa hapa? Upande huu tuko na maabara ambayo ni science lab. Hii ndio inasaidia wale katika masomo ya sayansi kama vile kemia, biolojia pamoja na fizikia. Wanafunzi wanafanyia masomo yao hapa. Yale masomo ambayo tunasema ni practicals huwa zinafanywa hapa. Wakati huu chumba hiki huwa kinaweza kuwaweka wanafunzi kama 40 kama 23, lakini tuna mpango pia, kuna chumba kingine kinachojengwa upande ule mwingine. Nadhani mlipokuwa mnaingia mnaweza kuona kuna ghorofa inayojengwa pale. Tunafanya maandalizi ili mwaka huu tuwe na vyumba vya kutosha vya ajili ya kufanyisha masomo ya sayansi practicals. Tunaendelea kutembea sehemu zingine katika shule yako. Hapa pia tuko na sehemu tofauti tofauti. Pengine tumepitia upande huu tuangalie mahali wanafunzi wanalala ambazo ni bweni, kisha pia tutaangalia sehemu zingine. Sasa wakati ambapo unajua kuna kukusanyika katika shule, kunakuwa na assembly, assemblies tunazifanyia pale, tutaangalia huko. Wacha tupite hivi alafu tutaangalia upande ule. Sasa upande huu unaona kwamba tuko na basi la shule na hilo limewekwa hapo ndani. Iwapo ni masuala ya maji pia tunayo, unaona tuko na tanks nyingi hapa kwa ajili ya kuhifadhia maji. Na upande ule shule hii ikiwa ni shule ya Kikatoliki, wale watawa wanaishi katika jumba hili na wanatusaidia kwa masuala ya kiroho. Okay, ni vyema kabisa. Unaweza tutembeza pia au tuonyeshe jikoni kwa upande upi? Jikoni tunaelekea upande huu. Tutateremka kidogo huko chini. Katika shule nimeona kwamba masuala ya usafi ni jambo ambalo umezingatia. Mambo ambayo sijaona katika shule nyingi. Ni vipi ambavyo umeweza kufikisha hiki kiwango cha usafi? Katika kufanya usafi tuna ratiba ya wanafunzi ambayo inatusaidia
inatusaidia kwa ajili ya kufanya usafi. Kama kila siku asubuhi baada ya wanafunzi kutoka darasani, kabla yaweze kupata kiamsha kinywa, huwa wanaingia wanafanya usafi, kisha wanaelekea kanisani. Baadaye wanaporudi ndio tunaanza masomo ya siku. Wanafunzi pia ni wana sehemu ambapo wanaweza kununua vile vitu ambavyo vinaweza kuwakosa kama vile vitabu, kalamu na wakati mwingine mikate. Chumba ndicho hiki, ni vile kwamba leo akija funguliwa na huwa kinafunguliwa za kufanya wanafunzi wasipoteze muda mwingi kwa ajili ya kujihusisha na masuala ya kununua vitu ambavyo si havifai katika masomo. Jambo lingine, tunapoangalia jumba hili na majumba mengine kama 5, haya ndio mabweni ya shule. Mabweni haya yameweza wanafunzi wanaokaa hapa ni kama 376 wakati huu, lakini kuna jumba lingine pale ambalo halina watoto wa kutosha. Na tunapofanya mahojiano haya pia tunaomba kwamba wanaotazama mambo haya watuletee wanafunzi ili tuweze kujaza jumba hili. Pia tuhitaji majumba mengine ambayo tutajenga, sababu shule hii tunapofika hapa bila shaka tutapo baadaye maisha hayatakuwa mabaya. Na tukiangalia hapa kuna tank ambayo inakuwa na maji, na maji haya ni kwa kufua wanafunzi, kufulia mavazi yao. Na vile vile kuna matangi mengine hapa ambayo inasaidia kwa ajili ya wanafunzi wanapata maji safi ya kunywa. Kisha upande ule mwingine kuna kisiagi, posho miliko pale ambayo kwa hivyo nyinyi muende kutafuta unga nje. Hapa tumefanya mikakati. Tuko na kisiagi ambacho kinasaidia kwa sababu wanafunzi wanapokuwa wengi kuenda kutafuta pale nje huenda ikawa ni vigumu sana, hasa ikizingatiwa kwamba hali ya umeme eneo hili si sawa sana. Alafu nikikuuliza kwamba hii ni mabweni, vipi na ni anaendelea vipi? Shule hii wanafunzi, ikiwa ni shule ya bweni, wanafunzi wanakuwa hapa kwa siku 7 kwa wiki. Kwa hivyo ikiwa kwamba ule wakati ambapo wanaenda nyumbani ni wakati wa likizo fupi ama wakati wa likizo baada ya kufunga shule. Sasa ratiba ya shule, wanafunzi wanaamka asubuhi kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Wanafunzi wanaamka saa 10:30 asubuhi kujitayarisha. Ikifika saa 11 wanafunzi wote wanapata wako darasani. Kuna walimu ambao wanaingia darasani kwa ajili ya kuwasaidia katika masomo tofauti tofauti kwa kufundishaji na pia kuwasaidia katika ule ugumu ambao unaweza kupatikana kwa baadhi ya masomo. Kisha baada ya hapo ikifika saa 12 wanafunzi wanatoka wanaelekea kanisani. Tuna kanisa upande ule wa juu. Hapa wanafunzi wanaenda kanisani kila siku. Wanatoka huko saa 15 pale kwa ajili ya kupata kiamsha kinywa pale. Tutaingia pale jikoni tuangalie. Inaonyesha jikoni kwa wapi? Iko upande ule. Hiki ni dining hall. Kuna jikoni upande ule mwingine. Baada ya kupata tembea jikoni tuonyesha. Baada ya kupata kiamsha kinywa, wanafunzi wataingia darasani kwa muda wa dakika 40 kwa ajili ya kufundishwa masomo ya hesabu. Wakati umetengwa kwa minajili ya kusaidia wanafunzi somo la hisabati ambayo inajulikana kama science hour. Kisha baada ya hapo tunaanza vipindi vyetu vinaanza saa 2:10 asubuhi na kukamilika saa 10 kamili. Tuna zaidi ya vipindi, tuna jumla ya vipindi 10 kwa kila siku. Kisha baadaye saa 11 inapofika saa 10 wanafunzi wanajihusisha na masuala tofauti tofauti. Kama siku ya Jumatatu wanafunzi wanaingia katika masomo wanaingia katika makundi ya vilaps. Kuna vilaps tofauti tofauti ambao tunaweza kusema ni vyama tofauti tofauti. Kwa mfano kuna chama cha Kiswahili, kuna chama cha sayansi, kuna chama ambayo kinashughulika na mazingira. Pia wanafunzi katika makundi tofauti tofauti wanakutana pale kwa ajili ya kujifunza masuala tofauti tofauti kuhusiana na vyama vyao tofauti tofauti. Kando na hayo pia siku ya Jumanne tunasemka hivyo. Siku ya Jumanne huwa wanafunzi wanatoka, vipindi vyao vinaanza saa 2:10 asubuhi. Kisha vinakamilika saa 10. Kuanzia saa 10 hadi saa 11 wanafunzi wanaingia kwa ajili ya masuala ya mchezo ambayo ni games time. Kisha siku baada ya hapo unatembesha games mnafanyia wapi?
Uwanja ndio huu, japo ni uwanja mdogo, lakini tunajikakamua na tunafanya mazoezi yetu. Ukiangalia pale kuna uwanja wa mpira wa vikapu ambao ni basketball upande ule. Na kando na michezo, wanafunzi wanapata chajio kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12:30. Baadaye wanaingia kwa ajili ya maombi ya jioni. Ikifika saa 1 jioni wanatoka wanaingia darasani kwa masomo kuanzia saa 1 hadi saa 2. Walimu wanakuwa pale kwa ajili ya kuwafundisha. Inapofika saa 2 usiku, basi wanafunzi wanaruhusiwa kuendelea masomo yao ya kibinafsi ambao tunasema ni private studies. Inapofika saa 4 usiku ndipo wanafunzi wanaenda kulala katika mabweni zao. Mwanju murelia Undizi TV ino moro kia weskuru ye obere gotomanyia mange igoro weskuru ye totali chinsemo ato betokoranga na keskuru ye yagachire abuno turatokanda se omotimoko oromo korende yanda tubwati asenchera yo mtandao to Facebook Undizi TV News Digital, YouTube Undizi TV News na wetera somtandao to www.undizitv.net nyora moroberi no mugano ito neskuru ya Sentere Gekano Girls yotoka ime county ya Nyamira tubasa usuka tubasikonyera ngwira natole as turabe tokwenda gutarira kinsemo au ase eskuruye. Undizi TV obwansu bw'omuguzi. Ine ayomurimi wachandikire n'amakonde azebimeri mugundo bono ekambani ya Beya na buri chiburyao abana barosya biryogoria belt eriori gokonya goita makonde azebimeri byao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya Beya ase roadshow na Undizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe asikiro ya Miruka town ya Nyamira ekiro ya Kibirigo na boigo ekiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe asikiro ya Kiumbu omuchyokeroka ekiro ya Masimba ekiro ya Ugimbo na boigo asikiro ya Daraja 2 ni nchumwensi monyora megerio iguru yugokora amakunde kurwa sebimeri bya umugondo. Undizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwanju murelia Undizi TV kwa livene ase enchunda ende wiki ye ase moroberi obumugano ito astwenda tugo mulekera eskuru ya St. Teresa's Gekano Girls egotoka ime county ya Nyamira twabire tugutara chinsemo au astwe no morokia oyomo weno tumanyia amange anemono igoro yeskuru eje yabo bunoroche aigase baba otorokinga aiga no bakorera chigosori na boy gochinga kichabo tuwikira na chinga kichi nigo gare asensemo ya games na boy clubs au I can see like kuna mingi ambayo yanaendelea katika shule yenu. Wanafunzi hawa ambao wamekaa nje, wanafunzi hapa wamekaa nje kwa ajili ya kujifunza masuala ya dini. Kuna kikundi ambacho kinaitwa Young Christian Community. Kuna vikundi viwili katika shule. Kuna kikundi kimoja ambacho tumeona pale ndani na hiki ni kikundi cha pili. Hello girls. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Oh good. Right, so wanaendelea na mambo ya dini. Which group is this? Okay. What are you doing? Reading the Bible. Yes. And praying. Yes. And singing. Yes. We are happy to have come to your school. So you can continue.
So this is how you deal the spiritual matters in the school? Yeah, vile nilivyokuwa nimeongea pale awali, hapa hii shule ikiwa kwamba imesimamiwa na kanisa Katoliki, huwa tuseme kwamba ni ratiba yetu inatuonyesha kwamba wanafunzi kando na kuwa kwamba masomo yao yako sawa, pia tunaangalia upande wa dini, kwa sababu pasipokuwa na masuala ya dini, mafunzo ya dini kwa wanafunzi, huenda pale baadaye wakuja kupotoka. Ndio maana tunahimiza sana wanafunzi kuwa katika vikundi, kujifunza masuala ya dini, na vile vile ndio maana tulisema kwamba kila asubuhi wanaenda kanisani kwa ajili pia ya masuala ya dini. Hapa ni wapi hapa? Hiki ni chumba mojawapo ya vyumba ambao tunatumia kwa ajili ya kusomea, lakini mara nyingi kinatumiwa kwa ajili ya kufanyia mtihani. Unapoangalia hapa pia kuna michoro. Michoro hii iliweza kufanya ili kuweza kurahisisha wanafunzi kuelewa. Kama kwa mfano, hili ni somo la Kiswahili ambapo wanafunzi wanapopita hapa watajikumbusha kuhusiana na sehemu za kutamkia sauti. Kumbuka kwamba sauti ni mojawapo ya vipashio vya lugha, na kwa hivyo huwa tunavihusia sana na kusisitiza, na maana tumekuwa na mchoro kama huu. Kando na huu mchoro, kuna pia michoro mingine ambayo itakuwa inarahisisha uelewa wa masomo mengine kama sayansi. Upande ule kama ingewezekana, tunaona kwamba kuna michoro inayoonekana pale kwa ajili ya somo la kemia, na hapa mbele pia kuna mengine ambayo tunaenda kuona kuhusiana na somo la biolojia. Hapa hiki ni kidato cha pili magharibi, ambacho tumeacha hapa nyuma ni kidato cha pili kaskazini, kisha hiki ni kidato cha pili mashariki. Kuna jumla ya wanafunzi 130 katika kidato hiki cha pili. Ule mchoro ambao nilikuwa nazungumzia ndio huo. Naona hapa kuna mchoro ambao ni masuala ya kemia, separating miscible liquids. Hii inatusaidia kwa wanafunzi wetu ili waweze kuelewa zaidi somo hili na pia waweze kulipenda. Na tunapoendelea, najua kwamba tunaelekea sasa kuona walimu ambao utaweza kutufahamisha walimu wa hii shule yenu. Kwa hivyo mko na streams ngapi katika shule yenu? Kwa sasa katika kidato cha kwanza na cha pili tuko na streams tatu. Na kidato cha tatu na cha nne tuna stream moja. Wakati mwaka huu tuko na wanafunzi ambao watainiwa 72 ambao wanaenda kugalia mtihani wa kitaifa baadaye mwaka huu. Na vile vile kuna mchoro hapa huu unaonekana ni career campus wheel. Kupitia huu mchoro wanafunzi wanapata kuelewa zile kosi ambazo watazifanya baadaye. Ukiangalia hapa kuna masomo tofauti na vile vile kuna kosi tofauti. Mwanafunzi anapoangalia hapa atajua kwamba katika ile selection ya subjects, hasa wanapoingia kidato cha tatu, itamsaidia kwa ajili ya kuchagua yale masomo. Alright, naona hapa kwamba hapa tulishapita, hapa ni administration block. Utaweza pia kutuelekeza tujue kwamba walimu wako upande gani? Tunapoelekea kuna chumba hapa mbele ambacho ni staff room, na tutakutana na baadhi ya walimu wanaofunza masomo tofauti. Tunapoingia hapa ndani, hapa ndio staff room, na tunapoona kuna walimu, japo si wote lakini idadi kubwa, tunaona kwamba hapa tutaanza kwa kuwatambulisha na yale masomo wanayofaa kufundisha. Ambaye tunaanza na yeye hapa anaitwa Bwana Alex Mung'are, anafunza somo la jiografia na somo la dini. Huyu ni mwalimu Benson Museka, anafunza somo la zaraha pamoja na biolojia. Ambaye anafuata hapa ni Madam Marion Nyaundi, ni mwalimu wa Kiingereza. Ambaye anafuata ni Madam Sari, anafunza fizikia na mathematics. Ambaye anafuata hapa ni Mr. Humphrey Osegio, anafunza somo la historia na Kiswahili. Anayefuata hapa ni Madam Riley Ochoa, ambaye anafunza somo la dini pamoja na jiografia. Anayefuata hapa ni Madam Sylvia Boisabe, anafunza somo la hisabati pamoja na kemia. Anayefuata hapa ni Madam Delvin Kerubo, ambaye anafunza somo la dini pamoja na Kiswahili. Anayefuata hapa ni Mwalimu Humphrey na Mwalimu Ferdinand Osoro, ambaye anafunza somo la tarakilishi ama computer studies. Na wa mwisho hapa ni Mr. Richard, ambaye anafunza somo la fizikia na kemia. Upande ule pia kuna mwalimu ambaye alikuwa ameingia
ni Mr. Valentine. Mr. Valentine ambaye anafunza somo la Kiingereza na pia ni mmoja wa walimu ambao wamekuwa kwa shule kwa muda mrefu. I've gone to a number of schools, nimetembea shule nyingi, nikaona kwamba wanafunzi peke yao ndio wanavaa uniforms, lakini shuleni hapa nimeona kwamba pia walimu wanavaa uniforms. Kwa nini? Katika kuweza kuonyesha ile ule usawa ama uniformity, tunaamua kwamba walimu waweze kuvaa sare, na hii itakuwa rahisi kuwatambulisha wanapotoka pale nje, ama yeyote atakaye kuingia hapa ndani atakuwa anajua kwamba ni mwalimu fulani ambaye atakuwa anawasiliana naye. Pale ambapo walimu hawana uniform, inakuwa vigumu wakati mwingine mtu anaweza kutoka pale nje akaingia shule na tuweze kupata matatizo baadaye. Kwa hivyo ndio maana tumeona kwamba sare kwa wanafunzi ni swala ambalo ni la maana sana. I know teachers, you've been used to greeting students, but allow me to have the pleasure to greet you. Good evening, teachers. Yeah, it has been a pleasure being at your school. I see you have a wonderful school. You have a very wonderful teaching staff, and your school has been doing well over the years. And we've really shared with your principal. She has shared with us the expectations for this year, and we wish you the very best as you continue shaping these students. You have very good students. When I came here, I saw we never thought there were students because the students were very silent. So it has been a great pleasure being with you, and now we can proceed to see the students. Thank you very much. Mwalimu, we've shared with the teachers, and pia tumeweza kuona how your store room looks like. I think you can take us to, and we get to see one of the classes, and get to see how the normal learning of the students inafanyika. From here we're heading to class. We shall be going to one of the classes from 3, which is on the other side. And it is one of the classes because, as you saw, some students are still on with the activities, just like we saw they are on with the young Christian community activities. From 3 ambao tunaenda kuona, ndio kuna idadi ya wanafunzi kama 40 hivi, na ndio tunatarajia sasa kwamba ndio watainiwa wa mwaka ujao. Shule yenu naona mna ni shamba ya shule ama nje ya shule? Hapa tunasema ni kitchen garden, ambapo tunapata mboga hapa hasa ya walimu. Na ukiangalia upande ule, ile ni sehemu ambapo wanafunzi wa somo la agriculture wanafanyia practical zao. Darasa kama hili huwa linatusaidia katika masomo ambayo yanaitwa ni optional subjects, na vile vile wakati tunafanya mitihani hapa. Tukiangalia darasa upande huu, tunaelekea kidato cha 3. Hawa ndio wale wanafunzi wa kidato cha 3 ambao tunafaa kuwasalimia na tuone jinsi wanavyoendelea. Kama utaingia. Habari ya jioni. Mmeshindaje? Good evening, girls. Good evening, sir. How are you doing? Yeah. You don't stand nowadays? No, you don't have to stand. I think we left that one in primary school, right? In primary school is when a teacher could come, and before he gets in class, the students have already stood saying, "Good evening, sir." So, how are you doing? Yeah. Yes, I can see you are studying. Which subject is this? Which subject is this you are doing? Okay. This is you are a geography student. Oh, that's good. How's been the experience in this school? It's good. It has been a good experience. And you? It's a good experience. Yes, that's very good. So I'm glad to have come to your school. My name is Joe Mangi from Busy TV. We've come to visit your school. You know, your school did well last year. So next year, what mean do you promise us? What is your target for next year? 8.5. How many want to be engineers here? Doctors? Nurses? Wow, we have one nurse. How about teachers? There's no teacher here. Wow, that's good. I'm glad to have come to your school. We can walk around the class and see how they are doing. What's your name?
My name is Katrina Mondi. When you grow up, what do you want to become? I want to be a doctor. You want to be a doctor. Yes. I hope you're working hard. And you? My name is Katrina. I would like to be a doctor. You want to be a doctor? Wow, that's good. What do you like most about your school? Teachers. We will do Yes. Wow, that's good. Wow, so it has been great being in your class, and I really like how you've been. You are very smart. Clap for yourselves. Work hard to be great people in the society. So, and I want to encourage you that you can make it in life. So, sawa. So, the most important thing in life, it's about being determined and also obeying your teachers, putting God first, and you'll be able to make it in life. Omuntu murelia Ndizi TV niwatonyoreye mase mukurwa ase skuru y'Kinyaroka ya St. Teresa's Gekano igotoka ase county Nyamira twabeire tugutara ase skuru ye nabo igotwabeire tugusanga na borokigwa bunoroche ne kerasi metore twabete korana kibagendera tene kisemi cyabo cyamatuko abo tambe ase igenda tubwata senzere mutandao wa Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na weterasa mutandao wa www.ndizitv.net ase ntundende ndo kibono gusanga na borokigwa biskuru ye bagotumanya amange anemono igoro inkibanje te igoro ye skuru yabo nabo igo tubete kumulikira amange asigo to basa guskato basa konyegera kuna turi asigika bitari ege tambe. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwantu
mwereria ondizi TV ngukwanire bene ase entunda yende entunda mwerio ime yomurogerio gumugano ito ase tole ase skuru y'abanyaroka ya St Teresa's Gikano kutoka ase county ya Nyamira twabeire ase wiki yetu tukaba tugusangano mu principal wiki yento abatogo sangano morokia twatale chinsemo wasoire wiki ase staff twasangire na borokia beskuru eje nabo yotokorokia amange ase margobe abantu trabetugo tabukia ane mono aso gusanga na borokiwa beskuru eje bayokwanira ane mono enjira babeire bakwegokia ane mono kubera ase skuru nali babeire bako egera nabo yokina kurwa sekerenge ke muwika sekerenge kugenda uburoberyo yugochira kiti kule Jumamosi chinse 12 cyamarogoba ase tukuba tugusanga ni skuru nabo yuko ibyo mbene chinsemo babiri wakora bya ase amagima abo tubwate somtandao to Facebook Busy TV News Digital, YouTube Busy TV News nabo somtandao to www.busytv.net ase tinga kichabono kunganchira bene benkwaligania workwa beskuru ye ase umuroberio w'Imarogoba ya abono. Good evening, girls. Good evening. How are you doing? Yeah, fine. Oh, that's good. As by way of introduction, should I start on my right or my left? Who are ready? Right. And you can start with your name and tell us where. Okay, which when you grow up, one you start with your name. You say in which form you are and what you wanna become when you grow up. The mic. Kama jina ni Gloria Nyabuni. Nimetoka katika nasoma katika shule ya Mtakatifu Gikano Girls. Mtakatifu Teresia Gikano Girls. Mimi ni mwanafunzi katika kidato cha kwanza Mashariki. Na nataka kusoma kwa bidii ninapokuwa mkubwa niwe muuguzi. I am Serena Philip. I'm in Form 3. I study in St. Teresa's Gikano Girls and I would like to be a psychiatrist. That's good. I'm Gloria Thomas from St. Teresa's Gikano Girls. I come from Kisii. I'm in Form 2. When I grew up, I'd like to be a journalism and a chef. Oh, that's good. And you? I'm in Form 6. That's good. Langu jina ni Isabella Mdaro. Nasoma shule ya wasichana ya Mtakatifu Teresia Gikano. Nipo katika kidato cha 4 na mimi ni kiranja mkuu na ningelipenda niwe daktari siku za usoni. My name is Cynthia Manani. I am in Form 4. I come from Nyamira County and actually I need to become a teacher in future. Oh, that's good. The first teacher you've met in this school. My name is Anastasia Kemunta. I come from Nyamira County and I go to teacher. How many of us, it's your first time being in a boarding school in Teresa's Gikano? Oh, almost all of you. Let's start with the head girl. How was your first experience being at a boarding school in Gikano Girls? You say it's your first experience being in a boarding school at St. Teresa's Gikano. Yes. How was the feeling like being in this school? Yeah, it was a feeling of excitement. Like I was so eager to join the high school. Could hear that you stay in one dorm, you share things, and some students could discourage us, telling us there's bullying. Someone tells you to take a shoe and call your father to do the transport. Like it was somewhat frightening. But did you find that one in Gikano? No, but Gikano proved me wrong. Yeah. How the experience? It was a nice experience, and I'm proud to be Gikano Girls. You also say it was your first time being in a boarding school. How was the experience? The first time when I came to Gikano Girls. Ongeza sauti. The first time when I came to Gikano Girls, I was afraid because some students were telling me that when you go in boarding school, you will not
will wake up early in the morning. You will come in the boarding school. You will sit. The subjects are. There are so many. There are so many, and you will not understand them, and they are so hard. Are you understanding the subjects? Yes. Oh, that's good. This is a Catholic school. How has been the experience going for Mass? How have the fathers, the church supported you growing spiritually? Let's start from you. Ama kweli nilitamani sana shule ya bweni. Vile ambavyo nilileta hii shule nilifurahishwa kuwa kuna watawa ambao wanatupa moyo katika maisha. Ama kweli siku anajua lolote wala chochote. Vile ambavyo nilikuja nikaona asubuhi tunaenda kanisani, nikaona kumbe ndio desturi ya hii shule. Nilifurahi sana. Sasa hivi najua kuomba. Hiyo wakati sikuwa najua kuomba. Hiyo ni vyema kabisa. Tuambie upande wako ni jinsi ipi ambavyo umeweza kukua kiroho katika hii shule? Okay, as for me, at home I was never used to going to church. Actually, at my home we only go to church on Sunday. So coming to this school, we usually go to church every day, and I was not used to it for the first time, but now I've adopted it. It's normal. So the fathers and the sisters have encouraged us that there's God now, there's security in these schools, and there's no that devil worship in this school because we are near the church. That's very good. When I came to this school, I realized it was very silent. In terms of discipline, how is this school, and as a person, how has it helped you to be more disciplined as a girl? It's you. My experience in this school has been good. Walimu wanatumotivate vizuri. Wanatufunza, wanatuambia tuna tabia nzuri. Na tusimisbehave. Kama ninaweza kuongeza, we are self-driven and we just lead ourselves to do the right thing. So we don't need the teacher to be there to tell us what to do the right thing. So we follow that mtindo ya kuwa your sister's keeper. If your sister is doing a mistake, just correct her. That's how we find ourselves doing the right thing. And you, naona pia najua mwanafunzi akija shuleni si eti kwamba anakuja kusoma peke yake, pia kuna kukula. How is food in this school? Meals are good. We like them. And our Which is your favorite meal in this school? Yeah, rice on Sundays. Oh, rice. Unapenda rice? Yeah, our cooks are good there in the other part of the kitchen. They are also friendly, and we get our shares equally. You know, they say that work without play makes Jack a dull boy. And do you have areas where you usually exercise, and which game do you like playing? Ningependa kusema kwamba kwangu mimi sipendi michezo kama kandanda, vitu kama hivyo, lakini vitu kama ushiriki, music, napenda kudance vitu kama hivyo. Umekuwa mnengwaji kiuno hatari hapa. Kali sana. Nani anapenda kucheza hapa? Unapenda mchezo upi? Mimi napenda mchezo wa football. Unacheza namba gani hiyo? Goalkeeper ama wewe ni striker ama defender? Nilikuwa nacheza defense. Defense. Mwingine? Niko nasema mchezo upi unapenda? Hapa sijaanza kucheza, lakini shule yangu nilikuwa napenda kucheza mpira. Ndio ndio mkono. Penda mchezo upi? Basketball. I see you have a very good basketball coach. Yes. Yeah, so basketball sijaifahamu vizuri, lakini unajua kubouncisha mpira vizuri. That's good. And let me ask you, which is your most memorable moment in this school? Every one of us will tell us. Kweli, kitu ambacho sitawahi kusahau shule hii. Nilikuta watawa ambao waliniguza moyo. Nilikuwa nela kufa moyo na masomo. Jinsi ambavyo niliambiwa kutoka nyumbani.
unapoenda shuleni masomo ni magumu, si rahisi kuweza kuelewa. Lakini jinsi ambavyo nilipofika hii shule, nilipata viranja ambao ni wazuri na watawa ambao ni wazuri na walimu ambao walinipa moyo katika masomo. Sasa hivi ninaelewa masomo. Hakuna kitu chochote ambacho kitakachotikisa. Na wewe? Yeah, my most memorable day, it's when we had praise giving. You know, that motivates a student that if they have passed, I also can do that to pass. So we had praise giving last year. So that's what motivates me to study harder and say, like, if they are being awarded, I also want to be awarded like other students. Nasema vile nilikuwa nakuja siku ya kwanza shule, nilikuwa naambiwa ati high school kuna subject mingi, primary tulikuwa tunatumia 5, huku kuna 12. So when nilikuja hapa shule, walimu walitumotivate wakatuambia usiogope, hakuna subject ngumu, zote ziko sawa. My most memorable day was the day I was admitted in this school. When I was with my father, I thought I'm fine. But when I saw him leaving, going towards the gate, I became afraid. But my principal encouraged me and told me, you are at home, feel at home, don't be afraid of telling anything. And since then, I've been fine. That's my most memorable day. Yeah, as for me, it's the way the principal motivates us to work hard. Like, if you perform well, she usually takes us to a tour. And also to the prefects, if we do our role well, she takes us to the tour where we take lunch with her, we eat some samaki, you know that thing. That motivates you to work hard. Wapenda samaki? Oh, that's good. Thank you. Ningependa kusema kwamba kitu ambacho sitawahi kisahau ama kusema sitasahau tangu niingie shule ya Mtakatifu Teresia Gekano ni kule ambako nilipokuwa katika shule ya msingi. Nilikuwa naambiwa kwamba ukienda shule ya upili huko utapata wanafunzi wa kidato cha 4 akikwambia kwamba weka form 1, kimbia staff room nitie Mr. Ayodin, lakini nilipofika hapa ndani sikupata. Ningependa kushare kitu ambacho nilikuja shule. Pia kwanza kwenda kanisani. Sio lazima tunaanza. Hivyo nilikaa sisa nikitumika katika jinsi ya kuomba na pia kwa kujua kama Mungu ni yetu akatufunza jinsi ya kuomba anaona. Asante sana. Sasa ningependa kupea mmoja wenu nafasi. Nani angependa kuzungumza? Wewe na Hedra. Wewe ningependa uzungumzie ushukuru wa walimu wako, uzungumze kuhusu walimu wako na pia uzungumze kuhusu wafanyakazi katika shule na pia uweze kushukuru pia makazi ya Bwana. Ndio. Ama kweli namshukuru mwalimu mkuu mtawa Mary Stella. Mola amjalie mema kwa kuwa ametukuza katika adabu na heshima, ambapo wengine walikuwa wanatudharau, lakini sasa hivi tunaheshima, tuna maadili mema, ametufunza siha njema. Namshukuru sana kwa kuwa amenunua vitabu ambavyo tunavisoma ambavyo vinatukuza katika kimasomo. Namshukuru sana. Pia walimu wangu na washukuru, Mola walinde na wajalie mema kwa kuwa wametusaidia katika masomo. Ingawa si walimu, ingekuwa si walimu hatungekuwa hapa. Kama mimi ingekuwa si walimu, singekuwa najua chochote. Singekuwa najua somo la fizikia ni nini, somo la kemia ni nini na mengine. Na washukuru walimu wangu, pia hata wafanyakazi shule na washukuru kwa kuwa wametusaidia katika kile ambacho tunahitaji, wanatushughulikia. Ni wengi wameweza kusaidia tutaweza kumaliza. Zungumza na wazazi walio nyumbani na wanafunzi. Kwa wazazi mlioko huko nyumbani, ningependa kuwashauri kwa mlete wanafunzi wenu hapo katika shule ya Mtakatifu Teresia Gekano. Hii ni shule ambayo kila mtu angependa kuwepo. Kama hapa hivi tuko na uhakika kuwa mtoto wako utakuwa na uhakika kuwa yuko salama.
mwanzo hapa hii shule yetu lishe bora, huwa mtaa wetu ni Stella anazingatia lishe bora. Angalau kila siku huwa tunapata matunda tunakula, na huwa ana change diet hapo, uko sawa. Pia kwa masomo pia tuna walimu wazuri, wanatufunza, wanatumotivate na wanatu encourage kusoma kwa bidii. Hata environment we are good in that. Hata we have a scout movement. Kama wewe ungependa mficho kwe kama polisi nini, tuko na wana scout hapa hivi, mimi ni mmoja wao na the commander. Scouts we are at the front line to ensure that environment iko clean, kila kitu kiko sawa. Tunahakikisha ukiangalia kwa component tuliona kuna maua, ukaona kuna miti tumepanda kwa wingi. So this Gekano Girls is the best school which you can wish to be. Yeah. Mwantumwelia on Dizzy TV kere no muchakano nkere no mwelio abuno tutukira omwelio kumulekera eskuru ye ni madenga aseti wiki eti ibere kwabere gokwemanya amange igoro y'omugano ogw'eskuru ya St. Teresa za Gekano Girls igotoka ibunge tumasaba county ya Nyamira na boygo nyuranga ekerengekene kimurubiriyo no gosemera okumanyinga no naye asole ikyo bikiri mu bwate skulu mu bwate kora ko bwati obisi na boygo wetera ase amale kwangere kwetko bwasumuga noyo eno mu kusukuru wasekerengeke mu kuika ase ekirengo kende murubiriyo noyo bumugano itugo chegalitwa edwa munsi chinse 12 cyamarokoba asituta skulu nebyombe atobata gusanga nabarogo litana nkoro ko job maangi na baba kwa nekinga chibiche chiwe na banyu gebekera asentira yo ikera no asensemeria yechikamera boyko nere Victor Sultan Obani bakobwatirana nere Stanley Yesairo wikire weekend nabana iri buliria obya ime Dizzy TV na bo ovansu umusi. Dizzy TV ubwansu bw'omuguzi. Hano mwana bw'ekyanga kya mitumba kireki abana amu n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono kyanga kyabana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sema Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibabonete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sema Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokonda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome.
guchakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gosoa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amaroire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko. Ngurwaria tora maroire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa tora maroire manke.